Anasema nikarudi na kuona chini ya jua ya kwamba si wenye mbio washindao katika michezo. Ya kwamba si wenye mbio washindao katika michezo, wala sio walio hodari washindao katika vita, wala si wenye hekima wapatao nini? Chakula, wala si watu wa ufahamu wapatao nini? Maji, wala wenye ustadi wapatao nini? Upendeleo. Sema upendeleo. Endelea. Lakini wakati na bahati huwapata wote. Sasa muulize jirani yako, mbona unaishi maisha ya shida? Kama wakati na bahati huwapata wote, kwa nini yule ana gari wewe huna? Kwa nini yule ana nyumba wewe huna? Kwa nini yule biashara inaenda wewe biashara haiendi? Tatizo nini? Mwambie jibu ninalo. Kuna mtu ana nyota yako. Mwambie kuna mtu ana nyota yako. Kuna mtu ana nyota yako. Kwa nini yule pale amesoma na PhD wewe hata darasa la 7 hujaenda? Kama wakati na bahati huwapata wote. Anasema nililoliona katika kuchunguza kwangu, akagundua kwamba nyakati na majira huwapata, nyakati na bahati, nyakati yani majira na bahati zake huwapata wote. Sasa jibu tunalo kwamba nyakati na bahati huwapata wote, lakini katika meza iliyopinduliwa nyakati na bahati haiwapati wote, kwa sababu kuna wengine wamechukua zile bahati za wengine wanazitumia wao. Haleluya. Wamechukua zile bahati za wengine wanazitumia wao. Bahati maana yake ni kupata kitu kwa wakati, ni kupata kitu ambacho ulikuwa hujakitarajia. Ndio maana ya bahati na nyakati huwapata wote. Mtu mwenye bahati huwa anakubalika kila mahali. Bahati ni kibali. Haleluya. Niongelee kibali kwamba mtu mwenye kibali huwa anakubalika mahali popote anaposimama. Roho ya ukataliwa haishi ndani yake. Roho ya ukataliwa inaishi ndani ya mtu ambaye bahati yake imechukuliwa na anaitumia mtu mwingine. Naweza mkasoma chuo kimoja na mkafaulu wote, mkapata daraja la kwanza, kama ni PhD, kama ni degree, kama ni diploma, lakini mkienda kazini, mmoja atapata, mmoja atakosa, ama wote mtakosa kama nyota zilishachukuliwa. Haleluya. Unashangaa kuna mtu ana diploma alafu anapata ile kazi ya mwenye degree. Kuna mtu anafanya kazi ya mtu mwenye PhD na yeye ana degree kamoja tu. Alafu unasema kwamba ana bahati yake. Kweli kabisa, umesema vizuri. Ana bahati yake. Amen. Na hiyo bahati alionayo, degree, kutawala mwenye PhD, ni wizi wa nyota. Haleluya. Kwa sababu haki huwa inakaa kwenye haki. Mwenye PhD anatakiwa afanye kazi yenye kiwango cha PhD. Diploma afanye kazi yenye kiwango cha diploma. Haleluya. Lakini tunapokuja katika swala la nyota, unaweza ukang'ara, hauna PhD, hauna diploma, hauna cheti, na ukawa na makampuni makubwa, na ukaajiri madaktari, ukaajiri mainjinia, ukaajiri kila aina wasomi kwenye kampuni zako. Maana yake nyota yako inang'ara. Pesa zinatafuta wewe, sio unatafuta pesa. Haleluya. Ili pesa zikutafute lazima nyota iwepo, kibali kiwepo, izaliwe mipango. Haleluya. Mipango ikishazaliwa, pesa zitakuja kwenye mipango zenyewe. Sasa wewe huna mpango, nyota imeibiwa, nyota imezikwa, pesa zenyewe kuzipata ni mbinde.
Pesa inamkataa mtu. Pesa ni roho, inakukataa kabisa. Unafanya kazi, unapiga zege asubuhi mpaka jioni, alafu tajiri anatoroka. Anawatumia baadhi ya watu tu ndio wanapokea pale mshahara. Alafu wewe unashangaa wenzio wamepokea kimya kimya, alafu hujapata mshahara. Unashangaa mnaondoka pale, baadaye mwenzio anakuambia, "Sisi mbona pesa ilikuja? Kwani wewe fomu inakupatia?" "Mimi sijapewa pesa yangu." "Hujapewa ndio, kwa sababu wewe ni nonocha uko pale." Wewe unasindikiza watu kwenye chakula lakini huwezi kula. Haleluya. Unasindikiza watu kwenye sherehe. Mtu anakuambia kuna sherehe, leo kuna pilau. Kumbe mwenzio ana kadi mfukoni. Haleluya. Mnafika pale, anasema yule rafiki yangu anambia, hapa anaingia wenye kadi tu. Hapa ingii mtu hata kama ni rafiki yako ni ndugu yako, naambia wewe kaa pale nje, tuwasubiri hapo nje. Haleluya. Tunaelewana vizuri? Tunaelewana vizuri? Nyota inalindwa, nyota inatunzwa, nyota inaombewa usiku na mchana. Haleluya. Ukiwa hauna nyota utateseka sana. Utateseka sana. Nyota. Leo kuna vijana wengi hawawezi kuoa. Ukiwauliza kwa nini hamuoi, wanakuambia kwamba maisha magumu. Maisha magumu wapi? Haleluya. Hao wenye nazo, hao wenye nazo, hao vijana wengine hao wanaomiliki magari, wanaomiliki vitu wenyewe hizo, afu nyota ziko tofauti. Pia unaweza ukawa na nyota ya pesa na usiwe na nyota ya ndoa. Haleluya. Tunaona vizuri? Kwa hiyo ukawa na pesa na usiolewe, ukawa na pesa na usioe. Lakini tunakuja kwenye swala, kweli anakuambia hajaoa, kweli mambo si shwari. Nyota ilishabebwa, lakini kapiga vizuri. Amen. Chembe yale masalia. Wakichukua nyota kuna yale masalia yale. Kwamba unaweza ukafanya kazi ukapata 10,000 ukapitia kiatu kizuri, kazani ukivaa kiatu utaonekana, unavaa kiatu huonekani, unapitia kango kazuri utaonekana huonekani. Sasa unakuta una vingo vingi vya kung'aa. Ukipita barabarani kila mtu umependeza. Yaani nyota yako inang'aa, umependeza. Kiatu leo bwana umetoka, yaani umetoka hivyo tu. Lakini mtu akukwambia bwana kuna pesa hapa, sasa unaweza ukapata mpango wa pesa hayupo. Haleluya. Haleluya. Mpo au hampo? Mnataka nyota zirudi au zibakie huko? Sema rejesha. Sema nyota njoo. Kwa jina la Yesu. Pokea nyota yako kuanzia leo. Pokea nyota yako kuanzia leo. Anasema wakati na bahati watu wote kupokea. Ndicho alichogundua kwamba wakati na bahati huwapata wote. Lakini kinyume ni kwamba wakati na bahati sasa haiwezi kuwapata wote. Nyota yako ikiwa inang'aa, hata kama watakuweka shimoni, nyota itaonekana. Hata kama watakufunga jela, nyota itaonekana. Bwana apewe sifa. Bwana Yesu apewe sifa. Sote kila mtu anamjua Yusufu alikuwa nani? Yusufu alikuwa nyota. Ndio maana tunasema ndoto unazoota usiweke mabango barabarani. Nimefundishaga kuna watu hawaelewagi kabisa ninachofundisha. Kila kiota tukaisha mtokea jirani yake, sikiliza leo ndio kubwa kuliko zote. Kwa hiyo yeye amebakia leo ndio kubwa kuliko zote. Yaani hiyo ndio nyota yake na ng'aa hivyo. Haleluya. Amen. Ficha nyota, ficha ndoto ni nyota yako. Mtu anakusoma wewe ni nani? Anasema namuona kwa mbali lakini si sasa. Hawa wanasema yuko wapi aliyezaliwa? Wanamuona kwenye ndoto lakini ni giza. Naona mwelekeo lakini alipo hawajui. Sasa jitu linakuona katika ndoto wewe ni tajiri, linakuona wewe ni tajiri, linaona unaota kabisa wewe ni tajiri, lakini linashindwa kuelewa ni nani, alafu nalibukia hilo leo nimeota. Nimeota nina begi la pesa. Alafu na yeye anamshukuru Mungu huyu. Anasema asante Mungu kwa kuniletea hii nyota hii. Sasa hapa naanza mpango wa kuibeba hii nyota. Yaani mtu anachukua likikaangio kubwa kabisa, analiweka jikoni, alafu anamwaga mafuta,
alafu anawasha moto kabla hajachemka, alafu anaweka ndani, alafu ile kandio automatically akisha lirudisha hivi limefunika kule ndani, atoke atajikanga kwa mafuta yake mwenyewe. Haleluya. Shoga kwenye ndoto, shosti kwenye ndoto. Wanasema wale si kwenye ndoto, msera kwenye ndoto. Yaani unaomba msera wangu, sikiza ndoto zote. Yusufu, muulize Yusufu kilimpata nini? Walikuwa ni ndugu wa tumbo hili moja. Kaka zangu njooni msikize. Leo nimeota ndoto. Tulikuwa shambani. Tumekusanya miganda. Bwana ile miganda yenu sikaanguke kainamia mganda wangu. Ndogo hii ndoto gani? Labda walikuwa alishaona kuna mtu anatokea lakini hawajai. Kuna utandu. Sasa wanagundua kwamba kumbe tunaye nyumbani. Huyu ndiye atakuja kuwa mfalme huyu. Ndio yule tunamwona kwenye ndoto. Wangali wanafikiria dogo tena anarudi ndende. Sikiliza, leo ndio kubwa kuliko zote. Kuna ng'ombe 7. Walikuwa wanachunga. 7 wanono, 7 wamekonda. Sasa wale waliokonda walikuwa upande wangu sijui. Alafu wale wengine wale wakamezwa na wale. Sema dogo, tumekuelewa ila hatujakuelewa vizuri. Mara ya 3 anatokea kama mnavyoonaga vile vikatuni wanasema wanaitaga nani wale? Kuna wale panya na yule nani? Wanani Tom and nini? Sasa kanakuja kale ka Tom and Jerry kanaenda kwa Jerry sasa kumwambia kilichotokea usiku. Sasa unasikiliza mzee? Sasa leo ndio kubwa. Sasa Tom and Jerry yule hana urafiki. Wewe ukimwambia anaanza kukupelekesha. Haleluya. Bana leo nimeota kulikuwa na nyota 12, yani nyota zote 12 zikashuka alafu zikaninamia. Nasema ndogo ila kuinamia. Sawa. Hamna shida. Na makofi wakampa. Wakabaki nayo wapi? Akaenda akamwambia babake. Babake akagundua huyu nyota, kaliweka moyoni. Kakatumwa babake naye alikuwa namna kulinda mtoto, sijui ni mpango wa Mungu ndivyo ilivyokuwa. Kwa hiyo hakuweza kulinda ile nyota. Akakutuma, "Haya, nenda kawaangalie ndugu zako wapelekea chakula kama vile Daudi alivyoenda." Haya, kalipotokea kwa mbali, bunge likakaa likasema yule muota ndoto anakuja. Yule muota ndoto anakuja. Sasa mnasemaje? Kuna wakati mwingine tena leo tumalize. Wakapanga kumuua Yusufu kwa sababu ya ndoto zake. Sio kwamba Yusufu ana hela, sio kwamba ana mashamba, sio kwamba ameandikiwa urisi, ndoto. Wameshamuona atakuwa nani baadaye. Chuki ile tumbo toka litoke. Wanaweka sumu kwa ajili wamegundua ndugu yao atakuwa nani baadaye. Wanapanga kumwaga damu yake. Ndipo Mungu akamwingia mmoja kati yao. Akasema huyu ni damu yetu, tusimuue. Tumuuze kwa Ishmaeli. Aende tu akafie huko mbele. Manake hao kienda naye bwana hawajai kwenda na mtu akarudi. Sasa mzee tunamwambiaje? Mpango. Tuchimbe shimo hapa. Alafu tuchukue kondoo tuchinje, manguo yake tumnyanganye, tulalue, tumwagilizie damu, tutampelekea baba tumwambia mwanao ameliwa na wanyama wakali. Watu wanaunda mauti kwa ajili ya ndoto yako. Tena wanakaa kikundi, ni ndugu zako. Je, huyo si ndugu yako kuzaliwa naye pamoja? Na anajua uchawi, anajua kusoma nyota vizuri. Unapeleka kimbele kila siku unamwambia tu nimeota ndoto, utaota sana. Wewe acheni kujiingiza kwenye maisha ya watu, unaingiza miguu na mikono eti huyu ni rafiki. Hakuna rafiki kama huyu. Kuna ndugu kama ndugu ya Yusufu? Niwaulize, kuna ndugu kama ndugu ya Yusufu? Mnajua idadi ya watu ambao maisha yao yameharibiwa kwa sababu ya kuamini watu kupita kiasi?
Unakuwa rafiki na mtu lakini kuna maeneo mwiko hatakiwi kuyajua. Hayo ni maisha yako. Haleluya. Nimechumbiwa nataka kwenda kutolewa mahali. Just sikilizeni, yuko hapa, nimechumbiwa. Mara kaisha nyoka mbio 500 1000, nimeshachumbiwa tayari. Nasema mwaka huu mtakula wali. Nani atakula wali? Nani amekwambia? Nani? Umeshamaliza kazi. Utajira mwenyewe. Haleluya. Nani atakula wali? Au naenda kuambia eti Josti, nimepata mchumba mwenye pesa, mwenye gari, sijui mwenye nini. Wewe wenzio waliolewa kimya kimya, harusi litangazwa ghafla, mali zimeshatolewa, kila kitu kimeshapangwa hadi ukumbi. Haleluya. Acheni kuyachukua maisha yenu mnayabeba kichwani, mnaanza kuyanadi mtaani, alafu baadaye mnaanza kumlaumu Mungu. Wewe ni nyota, umejizika wewe. Umewaamini watu wasioaminika, wamezima nyota yako, lakini leo tutairejesha kwa jina la Yesu. Leo tutaifungua kwa jina la Yesu Kristo, Bwana Mungu aliye hai. Kila aliyeikumbatia nyota yako nasema ataiachia kwa jina la Yesu Kristo, Mwana wa Mungu aliye hai. Jina lipitalo majina yote liko hapa leo. Haleluya. Biblia inasema kwamba alimwaga damu kwa ajili yetu sisi. Kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Haleluya. Alijeruhiwa kwa ajili yetu sisi. Nisomee Isaya 53 mstari ule wa 4 kama sikosei. Nataka unielewe vizuri vile kwamba Mungu yeye anaweza kurejesha yote. Miaka yote iliyoliwa na madumadu, iliyoliwa na parare, tunutu na nzige, itarejea leo kwa jina la Yesu Kristo, Mwana Mungu aliye hai. Sio jina jingine. Nisomee hiyo. Inasemaje? Hakika ameyachukua masikitiko yetu. Amejitwika huzuni zetu. Lakini tulizania ya kuwa amepigwa na Mungu na kuteswa. Bali alijeruhiwa kwa makosa yetu, alichubuliwa kwa maovu yetu. Adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake, na kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Hii ni ahadi ambayo inatangazwa. Hakika Mungu akisema hakika, lile neno analibadilisha kwa machozi peke yake. Bila machozi aliondoe. Alimwambia Isaya, neno kamwambia Ezekiel, ugonjwa alionao atakufa, hakika hatapona. Lakini Ezekiel akakumbuka kazi alizozifanya mbele za Mungu. Akasema nyota yangu haiwezi kazimika namna hii. Akageuka akalia kwa machozi. Kisha Mungu akamwambia Isaya, nimeyasikia machozi, nimeyatazama machozi yake, nimesikia na kilio chake. Rudi ukamwambie kwamba ugonjwa alionao atapona. Mungu akamwambia Adam, hakika matunda ya miti yote mwaweza kula, lakini matunda ya mti wa katikati msile. Mtakapokula hakika mtakufa. Na mauti ikaanzia hapo. Biblia inasema nyoka akamfuata Hawa, akatumia ile rekodi ambayo Mungu alitumia. Akamwambia ati Mungu aliwaambia nini? Ati Mungu alisema nini? Yaani akawatega kwanza kwamba ati Mungu alisema nini? Ati umeota ndoto gani wewe? Unaotaga ndoto gani? Ati mimi naota kila siku ndoto nafukuzwa. Kuna jitu tu linakutega ili uliambie ndoto zako. Linaonekana kama jema. Linakwambia mimi naotaga ndoto. Ati mimi naota ndoto sizielewi. Ati mimi naota ndoto za mabegi ya hela. Ati mimi naota ninamiliki biashara kubwa, nina magari. Kumbe linakutega tu ili lione wewe nini kimewekezwa ndani yako. Limeshindwa kugundua nyota ulionayo. Sasa ndipo nasema hata mimi naotaga. Tena mimi ni tajiri kabisa. Chumba zima limejaa pesa. Mimi ni tajiri kabisa. Na wajengea hata ndugu zangu majumba. Anasema sawa sawa kabisa. Naona wewe ni kama mimi, tunaendana. Sasa wewe unaweza ukawa rafiki yangu, na mimi naweza kuwa rafiki yako. Sijui kuna mtu ananielewa? Kuna mtu ananielewa?
Nyoka akamtega Hawa, akamwambia ati Mungu alikwambia nini? Alimwambia nini mume wako? Aliwaambia nini Mungu? Akasema Mungu alituambia kwamba tunaweza kula matunda yote ya bustani hii na tukailima na kuitunza, lakini matunda ya mti ule wa ujuzi wa mema na uzima tusile. Akamwambia, sikiliza nikwambie, matunda yale amewaficha kwa sababu mkila mtafanana naye, mtakuwa kama Mungu. Nyinyi ni Mungu hamjijui Bwana, kula matunda mfanane na Mungu. Akasema hatuwezi kula. Akamwambia, hakika nakwambia ukila haufi bali utafanana na Mungu. Hakika lile password likaingia, hakika likaenda ndani, likaugawanya moyo. Kwa sababu akaangalia, nimejaribu kumwambia hivi haelewi, nimejaribu kwenda naye hivi haelewi, nampiga na password kwa sababu Mungu namuelewa vizuri. Neno hakika kwake huwa libadiliki, nami nampiga na hilo, hakika mkila hamtakufa, mtafanana na Mungu. Akachuma yale matunda akala. Baada ya kula akajikuta yuko uchi na shetani akaondoka, amemaliza kazi. Ndivyo wanavyokutega watu wabaya. Wakishabeba nyota wanakuacha kavu, wanakuacha unakula mboga za majani, wao wanakula mikate, chips, mayai, siagi katika majumba yao, vitu vizuri, waendesha magari mazuri. Wewe umeng'ang'aa tu barabarani, rifti saa. Nafanya zoezi, naenda mjini na zoezi. Nafanya zoezi. Mimi niko kwenye zoezi bado, daktari anaandikia. Daktari kuandikia zoezi wapi? Hata 500 ya kupanda gari huna, kwa sababu nyota walishabeba. Sema rudisha. Haleluya. Sema rudisha. Majambazi lazima waachie nyota. Lazima waachie nyota walizoweka makaburini. Lazima waachie nyota walizoweka chini ya bahari. Lazima warejeshe nyota walizoweka kwenye vichuguu. Haleluya. Haiwezekani mtu anaamka alafu wanaotumia vitu ambavyo sio vyao wana matatizo. Amen. Anaamka na shangeti anakataa uroka moja tu, hata ndani hana nguo. Haleluya. Kajifunga tairi alafu na mswaki lake kubwa sana. Anaamka anatembea kwenye nyumba ya mtu. Aliiba nyota akajengea, anatembea kwenye nyumba yake ya mtu na mara aende anaharibu maji ya mtu. Hata kwa hiyo mama fulani vipi huko mara kaenda jikoni, mara kaenda wapi? Sio vya kwake, ni vitu vyako wewe. Kuna mtu anavitumia. Kuna mtu anajidai leo katoka na gari hii, kesho katoka na gari hii. Nasema atatoka na miguu kwa jina la Yesu. Majira na nyakati tunahesabu kuanzia tarehe ya leo. Haleluya. Tunahesabu majira na nyakati kuanzia tarehe ya leo. Atatoka na miguu, utaambaa na gari na watoto wako. Sema napokea kwa jina la Yesu. Sema napokea kwa jina la Yesu. Sema napokea kwa jina la Yesu. Nisomee Kutoka 31 mstari wa kwanza. Kutoka 31 mstari wa kwanza. Naomba nisomee hapa. Naomba nisikilize vizuri, tulimalize hili somo alafu kazi ifanyike. Haleluya. Amen. Biblia inasemaje? Bwana akanena na Musa na kumwambia, angalia, nimemuita kwa jina lake Bezaleli mwana wa Uri, wa kabila ya Yuda, nami nimemjaza roho ya Mungu katika hekima na maarifa